Leo nimemleta rafiki yangu ana shida. Naomba umsaidie. Sawa. Ongea tu dada. Sasa mganga, mimi nilikuwa na matatizo kwenye ndoa yangu. Nimeshaishi miaka mingi sana na mume wangu lakini hatujabahatika kupata mtoto. Kwa hiyo nilikuwa naomba unisaidie. Hapa ushafika kwa Kobelo na kusaidia. Shika hii nazi. Shika dadangu. Wala usiogope. Hapa ndo kwa mzee Kobelo. Nuia hicho unachokusudia. Weka hapo chini. Nitakupa dawa 3. Dawa ya kwanza utatia kwenye maji ya kuoga wewe na mume wako. Na dawa ya pili utatia kwenye chakula ambacho unakula wewe na mume wako. Na dawa ya 3 utatia kwenye maji ya kunywa. Sawa? Kabla sijakupa hiyo dawa, kwanza toa sadaka. Hapa ushafika kwa mzee Kobelo. Weka tu. Utatia kwenye maji ya kuoga. Hii hapa kwenye chakula unachokula. Na hii hapa kwenye maji ya kunywa. Karibu sana. Hapa ndo kwa Kobelo. Karibu sana. Asante. Vipi, ashaondoka? Ashaondoka muda mrefu tu. Uhakika ashaondoka? Uhakika mimi yule ni rafiki yangu namjua. Ameshaondoka. Yaani katika siku ambayo umenifurahisha ni leo. Hebu acha mambo yako, mimi nipe changu nisepe. Kibunda siki hapa. Ndio nipe. Hapa fresh. Maboya kama wale niletee tena. Haina shida, usijali. Haina mbaya.
Jamani na wewe ndo unisikii. Maji tayari, twende tukaoge basi. Maji tayari eh? Asante mke wangu. Twende mke wangu. Abdalla. Vipi rafiki yangu, tusaidizane sasa hivi, mida tayari kutoka hiyo. Ndugu yangu Selemani, mimi bado sijawa sawa. Bado nina mawazo sana. Tatizo langu halijapata ufumbuzi. Sasa mambo kama hayo ungeniambia mapema toka juu kule. Unakuja kuniambia sasa hivi tushaingia kwenye boti tena humo. Selemani, nisikiliza. Hilo halijawa tatizo. Kwa hiyo mimi naona bora nikutafutie nahodha mwingine mwende tu. Sasa bora kama uliko mambo kama hayo tungeambizana toka juu, kutoka juu tushafika humu sasa ndio unaanza kuniambia utafute nahodha mwingine. Mambo gani sasa tunafanyiana hayo? Waona raha kucheza na watoto wa watu Za wako upate ucheze naye. Mtu akitaka kizuri huwa akitengeza mwenyewe. Sasa huyo ukija ukimwangusha ukinkata mkono, uje uambiwe unchawi. Na ukiambiwa unchawi humu ndani wahama. Ukihama aletwa mwizi huo. Na hilo ndo litakalo. Halafu bibi wewe. Heshima ya ndoa ni mtoto, narudia tena kukwambia. Na haya maneno kila siku nayarudia hayo. Humu ndani tutakacho ni mtoto, na siangala utukija shangazi. Hicho ndo tukitakacho. Lakini wewe kila siku kula na wewe na kucheza na watoto wa watu. Mpaka uje uwavunje ndo urizike. Hivi unajua uko unakuelekea unavuka mipaka yako wewe. Yaani usione siku zote unavokuja hapa unanitolea maneno nikaa na kunyamazia kimya ukaona na kuogopa. Sikuogopi. Lakini kama unataka tuvunjiane heshima, nitakuvunjia. Kwa sababu wewe ndo mtu wa kwanza ambaye umeanza kunivunjia mimi heshima. Sikuogopi. Weka kimya we. Usinipandishie mie sauti. Wakupandisha sauti mie peke yangu. Mie ndo napaswa nikupandishie sauti. Kwa sababu haiwezekani kuolewa sijui na mwaka wangapi, kuzaa huzai, halafu nakuja na kuambia hapa wanipandishia mie kibezi. Sasa sikiliza. Msikiliza vizuri. Narudia tena kukwambia. Mie si saizio. Sijui wanisikia? Mie nishakwenda leba, nishaambiwa sukuma uchungu wa mwana na ujua. Huu moto uliuchezea. Huu moto wa gesi. Sasa ukiuwasha hutakiwi uzime kwa maji. Na kwa taarifa hiyo, ngoma bado. Kaka yangu kankua sijui ana mwaka wangapi, halafu kunkuja nijaza maneno hivi ya kupwa na ya kuja. Wamwambia ninakuja hapa kwa kunakutukana, nakusema, nakuchamba kwa tusilipi kubwa lilokutukana lilokuwatokea uzali wewe uhulukiwa kuja hapa ulimwenguni. Hujatukanwa hapo. Kuambiwa huzai ndio tusi. Kwa hiyo wewe kwenu kuambiwa huzai ndio kwenu matusi. Sasa kama matusi hayo kila siku nitakuja hapa kila siku asubuhi na jioni nikikutukana. Maana huzai. We naomba we. Unamwambia mwenzako maneno kama hayo? Na unajua ni mwanamke mwenzako huyo? Kuna leo na kesho unajua Unamtolea maneno kama na nifi yako huyo? Kweli? We, nawe shika adabu hiyo na adabu ikushike. Tena ushike vizuri adabu hiyo. Ukiona nazungumza na hii kalamu wewe kifunikio kaa kule, haya hayakuhusu. Mambo ya familia hayakuhusu. Basi tupigie kelele sisi huko ndani. Maana nyumba nzima nakusikia sauti yako. Hatutaki kelele sisi. Chukua mwanao uondoke. Sitaki, mwache hapo. Sasa sikiliza. Njoo mwanao. Njoo. Nisikiliza vizuri sana kweli. Hapa naondoka, lakini huu moto uliouwasha tafuta maji ya kuzimia, maana huu moto wa gesi hauzimwi kwa mchanga wala kwa maji. Masuala ya ndoa yangu na mume wangu hayakuhusu. Na wewe tafuta mume uolewe. Wewe mwenyewe umezalishwa tu hapo, ndo hata hujui ulivyokaa. Yaani watu wengine sijui wapoje. Ndo mambo ndo ndoa ndo stahimilie. Yaani nimeshindwa kabisa kuvumilia. Yaani sasa hivi simvumilii tena. Amezidi bana. Stahimilia hivyo ndo ndoa eti. Mimi zangu ndani.
Halo mke wangu. Oh, mume wangu, salamu alaykum. Wa alaikum salam. Salama, vipi za huko? Za huko nzuri. Sasa nilikuwa naomba ruhusa kidogo, kuna mahitaji nataka nikanunue hapa nyumbani. Nataka unachukua mahitaji yako ya ndani? Haya, lakini usichelewe kurudi. Sawa mume wangu. Haya. Salma, unajua mimi sielewi. Yaani zile dawa tuliochukua kwa mganga, ile moja nimetia kwenye maji, tumeenda kuoga mimi na mume wangu. Ile nyingine nimetia kwenye chakula, tumekula. Na ya kunywa pia nimekunywa. Lakini mpaka sasa hivi sioni matokeo yoyote. Ile rafiki yangu kumbe sio mvumilivu. Ile sio chumvi wala sukari. Kwa nini usiwe mvumilivu hata kidogo? Uvumilivu gani? Yaani mimi ninapofanya jambo langu nataka nipate matokeo pale pale. Lakini mpaka sasa hivi sioni dalili, yaani dalili yote hamna. Sikia nikwambie, yule mtu nilokupeleka ninamuamini 100%. Na ndio maana nikakwambia twende kwa sababu nimeona watu wengi ambao wanafanikiwa kutoka kwake. Lakini inabidi uvumilie at least hata mwezi mmoja, miezi miwili. Miezi miwili tena? Unataka vitu vya haraka? Hamnaga cha haraka kwenye mambo hayo. Kuwa mvumilivu, mambo yatakuwa sawa tu. Aya, twende. Salama, karibu. Asante, nenda kujinyosha. Nilikuwa nakusubiri. Asante mke wangu. Nenda kujinyosha. Nilikuwa nakusubiri. Sharudi. Vipi? Safi. Lakini si safi. Maana huko nakwambia baharini kusi kamvuma. Boti zote zinkaju, hakuna aliyetoka. Pole. Asante. Unajua siku hazifanani eh? Kweli mke wangu. Asante sana. Vipi sasa? Nikakuwekea maji ukaoge au nikuwekee chakula ule kwanza? Mke wangu, yote mawili nayataka. Kula nataka, kuoga nataka. Lakini kabla ya hayo yote kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani tena? Wajua mke wangu, nakaa nafikiria nawaza. Lakini naona bora nsiwaze peke yangu, nawe nikwambie. Mke wangu, kwenye swala la kutafuta mtoto, twamwomba Mwenyezi Mungu, twanka usiku wa manane, twaswali sunna, twasoma Qur'ani. Twamwomba kila tunachokitaka. Ndio. Na si kwamba Mwenyezi Mungu hatusikii. Atusikia. Lakini ninachoamini hichi ni kipimo cha imani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu hajatupa majibu ya haraka haraka. Lakini napata na wazo jingine zaidi. Wazo gani? Kwani tusende hospitali? Hospitali? Sawa, haina shida. Kundizika? Nimeridhia. Kama kundizika, basi kwangu mimi mfuraha. Kwa sababu mke wangu, tukienda hospitali tutapata vipimo. Tukishapata vipimo, tutajua tatizo li wapi. Na tukijua tatizo li wapi, tutapata na njia ya kujitibu
ili hali na sie tuepukane na hii fedheha, au vipi? Sawa, nimekuelewa. Basi acha nakuchukulia chakula uje ule. Nile kwanza kabla ya kuoga. Ule kwanza upate nguvu. Asante mke wangu. Wanipe nini mie? Mpemba wa wingu. Karibuni. Asante. Kwa mujibu wa tulivyoweza kufanya vipimo, kila kitu kiko sawa, ila kuna changamoto kidogo imeweza kujitokeza. Unajua masuala ya system haya, mtandao kidogo unasumbua, kwa hiyo majibu yameshindwa kutoka na inaweza ikachukua muda kidogo. Kwa hiyo ningewaomba kama mngeweza kustamilia au labda mkaja baadaye kwa ajili ya kuja kuchukua majibu yenu. Asante sana dokta kwa kupata hivyo vipimo. Kuhusu habari ya majibu, basi bora siye tuje kesho kama itawezekana, maana hapa nilipo nina shughuli tele. Sawa, hiyo haina shida na itakuwa vizuri zaidi mkija kesho, kwa sababu mimi system utakapokaa sawa, basi mimi nitayatoa majibu yenu. Kesho mtakapokuja atakuwa tayari ameshatoka, ni kazi ya kuwapatia tu. Haya, inshallah heri. Asante sana dokta. Basi sawa. Basi tunashukuru. Bila samahani pia kwa usumbufu. Bila samahani. Sawa basi. Kazi. Sawa, karibuni sana. Haya, asante. Haya, karibuni sana. Safari njema. Asante. Sasa kiwango hichi ndo kazi. Hii ndo kazi yetu. Hakuna kazi nyingine. Kuingia kwanza mimi naogopa. Mke wangu nashukuru sana kwa kunileta mpaka huku kazini kwangu. Hapa ninachokuomba sasa, wenda zako nyumbani. Lakini mume wangu, ngoja nikuulize kwanza. Haya, wataka niulizane nini tena? Hivi unafikiri majibu yatatoka mazuri kweli? Mke wangu, kuhusu suala la majibu hayo tumwachie dokta. Wakati sisi tushafanya vipimo, basi yani mimi mwenzako na wasiwasi mpaka naogopa. Sasa una wasiwasi wani wakati vipimo tushafanya? Nisikilize. Kabla ya kuondoka hapa, ninachokitaka mimi, subiri hapa niombe dagaa ulichukue kabisa. Nisubiri dagaa tena? Sasa nataka kwenda kula nani ni huko? Mimi nimechoka bana. Wewe dagaa utakuja nalo, tumiache nikapumzika. Na wadeka vibaya Haya basi tangulia nyumbani. Basi haya, kazi njema. Haya, mimi nasubiri wana bahari nchafuka vibaya. Haya. Lakini taratibu huko. Paka sasa boti nakwambia sasa. Haya, vipi? Safi. Salamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama kawaida yako, kuja bila taarifa. Ungenikuta sipo. Ilikuwa ghafla tu dada. Nilikuwa naenda kwa shemeji yako lakini sikumkuta. Ila nimempigia simu nimwambia naenda kwa dada. Kasema anakuja huku. Ndio upige simu sasa. Maana hapa yenyewe unavyotuona ilikuwa tunatoka, kuna sehemu tunaenda. Mke wangu, kuja yeye si shida. Kwa vile kashafika hapa na kuna mwingine yuaja, hao wageni. Kwa hiyo nakuomba wewe bakia, wacha mimi tu niende nikakutane na yule mtu. Basi sawa, wewe nenda. Haina shida. Basi haya, watafutie chai wanywe. Nisubirie na wewe mwingine sijui akija inshallah. Basi baadaye. Bakini salama. Haya, na wewe fike salama. Kama kuna vijuisi huko utawa. Haya, karibu. Bwana Abdalla Zuberi. Naam dokta. Kwa vipimo tulivyoweza kuvifanya na majibu yake ndio yamekuja hapa. Lakini mlipokuja ulikuja na mke wako. Kwa nini leo umekuja peke yako?
Kweli dokta, lakini mke wangu kampata maazura, kwa hiyo inabidi mwambie akae nyumbani, meje huku nje nichukue majibu. Sawa. Kwa hiyo unafikiri itakuwa ni sawa nikikupatia majibu ukiwa peke yako? Sahihi kabisa dokta. Kwa hiyo haitakuwa na shida yoyote? Haitakuwa na shida yoyote. Sawa. Basi haya majibu yako ni haya. Kwa nikutakie safari njema, pole pia. Asante sana. Haya, karibu sana. Mwanangu umelipo? Sharudi. Mgeni ashaondoka? Ashaondoka. Majibu vipi huko kwanza? Majibu mke wangu si mazuri. Dokta akasemaje? Mangu mimi hata sizifahamu. Unajua tena madokta hati zao ziko rafu. Yaani wao wanaona kila mtu anaelewa tu. Hebu niambie. Mke wangu, majibu ni hayo. Na vipimo vinaonyesha kwamba yeye huna shida yoyote. Alhamdulillah. Tatizo ninalo mie. Kivipi? Mie siwezi kukufanya ukawa mjamzito. Pole mume wangu. Pole. Asante mke wangu. Asante. Ila nashukuru Mungu kujalia kwamba wewe huna tatizo. Wajua mke wangu, ni ngumu sana kuikabili hii hali. Lakini nina imani kwa Mwenyezi Mungu kama nasi hajatusahau. Kwa hiyo tusisite kumwombaye kwa sababu ndo aombwaye. Inshallah Mwenyezi Mungu nasata tufanya wepesi. Inshallah. Yaani hapo jambo la msingi mume wangu. Mimi naamini subra ndo kila kitu. Kwa hiyo tuwe na subra. Umenielewa? Ili tatizo ipo siku litaisha. Hakuna kitu kinachoshindikana kwa Mungu. Litaisha. Salamu. Huko ninakotoka ninatoka na njaa mke wangu. Fanya mpango wa kula kwanza, naona taabani hapa nilipo. Chakula? Mimi sijapika. Hujapika? Sijapika ndio. Hayo maanisha nini? Na maanisha sijapika. Hujanifahamu hapo, nimeongea kizungu au? Mke wangu, sijakuachia pesa ya chakula ndani. Pesa umeacha lakini nimechoka. Vyakula havimo? Vimo. Sasa una maana gani kusema kama hujapika? Baba, nimekwambia nimechoka, mwenyewe nimeenda kununua vichipsi hapo, nimejilia, nimeshiba. Sasa na wewe kama unaona njaa, jiko lipo, gesi jikoni ipo, chukua mchele uchemshe ule au songa ugali ule. Mimi niache nipumzike. Mimi nikaingia jikoni nikapike. Ndio, si unaona njaa? Kwa hiyo ina maana gani kukuoa wewe? Kuna sheria gani iliyoandikwa kwamba mwanamke ndo anatakiwa kupika tu? Kwa hiyo natoka asubuhi hapa, nda zangu hangaika kwa ajili yangu mie na wewe. Pesa chakula ninaacha, vyakula vimo ndani. Halafu nije wewe hujapika na nijumajibu kunya kwamba ninge tena jikoni nipike. Kama hivyo unavyohangaika wewe ukachoka, na mimi nimechoka. Nimechoka kila siku kuingia majikoni. Tumbo la kwako, mikono unayo, changanya na miguu, nenda jikoni, washa gesi, pika.
mke wangu asubuhi yote watoka wapi? Kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako hivyo ulivyo? Kwani nipoje? Si nipo kawaida tu hivyo. Ukawaida. Tena nimependeza kabisa. Mke wangu tunalala kitanda kimoja usiku wa kucha. Asubuhi nanka sikuoni kunichupa kitanda. Naja kuona hapa kungonda chukua nguo kungonda ichana sijui kungonda ipasua. Mke wangu kujisahau kama wewe mke wangu kwanza. Tena mume wangu yani kulikotoka watu wamenisifia nimependeza. Hebu koma. Koma. Unisikia? Koma wewe. Wewe kumpendeza hivi ulivyo? Kongo ndachukua nguo inchani kasijui kunaipasua sijui kunaifanya nini? Kongo nachukua mikiambuzi kunaitia kwenye kichwa. Watembea mabega wazi mtoto wa Kiislamu nzima. Kunjisahau mke wangu. Halafu asema kama ninapendeza. Walioniona huko wamenisifia. Waliokuona? Toka hapa. Toka hapa nyumbani. Yani napenda makelele wewe. Napenda makelele? Nyumbani halafu nitaka ukae vizuri. Uje unieleze hasa sababu zilizokufanya ukatoka hivyo. Wewe akasema kumpendeza wewe. Mke wangu kashasibiwa nini lakini jamani? Shoga gani aliyempata kanshawishi hivi? Mambo gani alionifika mimi Mpemba haya? Shahusudika. Kama kazi za kwenda fanyika.